Mimi leo nilikuwa na futari 7, lakini hakuna hata moja iliyo qualify kuwa na vigezo. Futari ya 8 ndio iliyopata vigezo vizuri sana ambavyo kadiri miaka inavyozidi kwenda tunafifisha neno futari kama sadaka. Neno hili linapotea. Tumejenga utamaduni wa kukutana sisi wenyewe wenye uwezo na kufanya kuwa iftari ya pamoja. Hili jambo ni vizuri tukaanza kulirekebisha taratibu ili siwe kama tunavyolifanya. Kuna iftari nyingi sana zinapita, lakini ndani tunakutana watu wote wenye uwezo mkubwa kabisa. Sasa mimi nilikuwa nafikiri tungekuwa tunakutana wote wenye uwezo mzuri, halafu tunaendesha fundraising kwa ajili ya kupata fedha kupeleka kwa watoto wazuri kama hawa. Leo tumefuturisha watu kutoka makundi maalum. Wapo wenye ulemavu, wapo watoto wanaotoka katika mazingira magumu, wapo watoto ambao wanalelewa na wazazi ambao hawakuwazaa, na wala sio kwa sababu mbalimbali au zipo sababu mbalimbali. Hata juzi tumeona Mheshimiwa Rais amemwasili mtoto mmoja baada ya mtoto huyo kutelekezwa huko Nzega. Lakini hapa napo watoto wote hawa wana historia, kila mmoja na historia yake. Wapo ambao historia zao zinafanana na wapo ambao historia zao hazifanani. Sasa tukiweka upendo kwa makundi haya, tunaweza tukalijenga taifa lenye mwanga mzuri kwa baadaye. Hiki tunachofanya ni sadaka kubwa. Iftari hii kwa makundi haya ni sadaka kubwa sana. Na kama sadaka hii, na kama Mwenyezi Mungu anaisikia, hii ndio sadaka halisi. Na hakuna nyingine tena zaidi ya hii ambayo. Kwenye hii dunia watu wamegawika. Kuna mtu mmoja aliwahi kuandika kitabu chake kinaitwa Dunia Uwanja wa Fujo. Aliwahi kusema wapo watu ambao akiwa na nywele ndefu anatamani ziwe fupi. Na hapo watu ambao akiwa na nywele fupi anatamani ziwe ndefu. Wapo watu ambao wakiwa na nywele zisizo na mvi anatamani ziwe na mvi. Hapo watu ambao akiwa na nywele zenye mvi anaamua siwe na mvi. Lakini akasema wapo watu ambao ni wanene wanatamani wawe wembamba. Lakini wengine ni wembamba wanatamani kuwa wanene. Yupo mtu ambaye anazaa mtoto ili amtupe, na yupo mtu ambaye hajapata uzazi anatafuta mtoto aliyetupwa. Kwa hiyo kwenye hii dunia tunaita dunia ni uwanja wa fujo. Sasa kikubwa ni kushika mawaidha ya mtume wetu ili tuweze kuyaishi yale mema, na baada ya kuyaishi hayo mema, nadhani hata huko mbinguni tutapata urithi ulio sahihi. Kwenye vituo hivi maombi ambayo mmenipatia nitafika. Kwa nihitimishe, tujenge upendo, tujenge mshikamano, tupendane bila kujali dini, bila kujali hadhi. Mimi leo ingelikuwa ni kujali hadhi, ningelikwenda kwenye zile 7. Lakini nikasema hapana, nakuja hapa ambapo pana watoto hawa walioibeba historia yao ya kesho ambayo sisi tutakuwa tumezeka wao wakiendesha taifa letu. Asalamu alaykum.